Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ukimya mzito umetanda katika korido za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni baada ya taarifa za ghafla na zisizotarajiwa kumhusu Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson, mwanamke ambaye kwa muda mrefu amekuwa sura ya usimamizi na utulivu ndani ya mjengo huo. Sasa ameweka kando kiti alichokalia kwa kujiamini. Wengi walitarajia kuona jina lake likirejea katika kinyang'anyiro cha kuivaa tena kofia ya spika, lakini mchezo umebadilika. Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson ametangaza kujiondoa katika kinyang'anyiro cha kugombea tena nafasi hiyo, hatua iliyoacha maswali mengi kuliko majibu. Habari hizo zimeamsha taharuki na mjadala mpana miongoni mwa wabunge, wachambuzi na wananchi. Hata hivyo, jitihada za kumfikia Tulia kwa njia ya simu hazikufanikiwa, kwani hakupokea simu yake licha ya kupigiwa mara kadhaa. Lakini msaidizi wake binafsi Michael Msombe amethibitishwa kwa maneno mafupi lakini yenye uzito mkubwa kwamba ndiyo, barua ni halali. Dr. Tulia amejiondoa rasmi kutoka kwa moja ya majina yaliyokuwa kwenye mstari wa mbele hadi kusimama pembeni kwa hiari. Hatua hii sasa inafungua kurasa mpya. Wanani hasa atakayevaa kiti hicho kikubwa? Macho yote sasa yameelekezwa kwa chama na wagombea wengine wenye kiu ya kuliongoza bunge. Hatua ya kujiondoa kwa Dr. Tulia imeibua maswali mapya kuhusu mwelekeo wa nguvu za kisiasa ndani ya bunge na chama tawala. Wapo wanaoamini kuwa uamuzi wake ni wa kimaadili na wa kujivua ili kutoa nafasi kwa damu mpya, wakati wengine wanaotafsiri kama ishara ya mikono mipya ya ushawishi inayoendelea kujengwa ndani ya chama. Kadri mjadala unavyoenea, wachambuzi wanataja kuwa nafasi ya spika si tu cheo na heshima, bali ni kiungo muhimu kinachoamua mwenendo wa mijadala, uwajibikaji wa serikali na mizani ya maamuzi makubwa ya kitaifa. Sasa swali linalowaka kama moto ni nani anakuja kuchukua nafasi hiyo yenye nguvu na mvuto mkubwa? Kwa sasa macho na masikio ya wengi yamerejea kwenye orodha ya majina yanayoweza kuwania nafasi hiyo, ambapo mizani ya ushawishi, uzoefu na uhusiano wa kisiasa itakuwa ikipimwa kwa umakini wa hali ya juu. Kila jina linalotajwa lina historia, mtazamo na maoni tofauti kuhusu namna bunge linapaswa kuendeshwa katika sura mpya ya siasa za Tanzania. Hata hivyo, mchakato wa kumpata mrithi wa Dr. Tulia unatarajiwa kuibua ushindani mkali, hoja nzito na maamuzi yenye athari kwa njia ya kuongoza bunge katika kipindi kijacho. Wakati mjadala huo ukiendelea, hali bado ni kama upepo unaotembea polepole, lakini ukiashiria mabadiliko makubwa yaliyokaribia kutua. Kuondoka kwa Dr. Tulia kumeacha uwanja wa ushindani ukiwa wazi kwa majina machache yenye uzito mkubwa, ambapo sasa vita ya hoja ya ushawishi inaonekana kuangukia kati ya wabunge wawili wakongwe, Musa Zungu na Steven Wasele. Zungu akijulikana kwa uzoefu wake wa muda mrefu bungeni na uwezo wa kusimamia mijadala kwa ukakamavu, anakuja na taswira ya utulivu na uthabiti. Kwa upande mwingine, Wasele anabeba sura ya kizazi kipya chenye mtazamo mpana wa kimataifa na uwezo wa kuisoma dunia ya kisasa na uongozi wa kiserikali. Kwa wawili hawa kusimama kifua mbele, kinyang'anyiro hiki sasa kimepata muonekano mpya wenye mvuto, msisimko na hamasa inayovuta macho ya wengi kusubiri hatua inayofuata. Kadri kampeni za ndani zinavyoendelea kimya kimya katika korido za chama, mjadala umeendelea kushika kasi kuhusu ni aina gani ya uongozi ambao bunge linahitaji katika hatua hii ya mabadiliko ya kitaifa. Wapo wanaosukuma hoja kuwa taifa linahitaji spika mwenye uwezo wa kuunganisha pande zote mbili za mjadala, kuhakikisha bunge linakuwa chombo madhubuti na kusimamia serikali, si ukumbi wa kupitisha hoja bila uchambuzi. Wengine wanaangalia zaidi rekodi binafsi za wagombea hawa wawili, tabia zao za uongozi na namna wanavyojenga maelewano katika mazingira yenye msuguano wa hoja nzito. Hivyo, safari ya kumpata spika mpya haitakuwa tu ya kura, bali pia ni mtihani wa imani, busara na taswira ya mustakabali wa mwelekeo wa bunge la Tanzania. Katika hatua hii, heka za ushawishi zimeanza kuonekana wazi, huku wabunge na makundi mbalimbali ya kisiasa wakijipanga kimya kimya nyuma ya mgombea wanaomuona kuwa anaweza kulinda maslahi yao na mwelekeo na utamani wa bunge. Ishara ndogo ndogo kama mazungumzo ya vibarazani, vikundi vidogo vinavyosimama pembeni mwa ukumbi wa bunge na hata tabasamu la haraka linapokutana na macho ya mpinzani, vyote vinaashiria mchezo mpana unaochezwa. Hili si tena suala la tuzo ya cheo, bali ni umoja wa kujenga muundo mpya wa nguvu, sauti
na jinsi mijadala mikubwa ya kitaifa itakavyoelekezwa katika miaka ijayo. Wakati kura zikipamba moto ndani ya mioyo na fikra za watu wa maamuzi, hatima ya spika mpya sasa iko karibu kutangazwa katika sura mpya ya bunge la taifa. Nafasi bali kama kipimo cha nguvu, umaarufu na ushawishi wa kisiasa ndani ya CCM kuelekea majukumu ya baadaye ya uongozi wa nchi. Hawa ni vigogo wa CCM wanaotajwa kuwania nafasi ya spika wa bunge, hatua inayoongoza joto la kisiasa ndani ya chama, huku mchakato wa uteuzi ukiendelea kushika kasi. Musa Zungu cheo chake ni mbunge na mwanasiasa mkongwe. Amewahi kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, ajira na wenye ulemavu. Pia amewahi kuwa naibu spika karibu na mwisho wa bunge la 12. Sifa zake ni mwenye uzoefu mkubwa wa ndani ya bunge zaidi ya miaka 15. Anafahamika kwa utulivu, upole na ushawishi wa maridhiano. Ana uzoefu wa kuongoza shughuli za bunge na bajeti. Nguvu zake ni ana uwezo wa kuunganisha wabunge na kupunguza mvutano wa mijadala. Ni mpatanishi na kiongozi mtulivu. George Boniface Simbachawene cheo chake ni mbunge na amewahi kushika wizara mbalimbali: wizara ya mambo ya ndani, TAMISEMI, nishati, ofisi ya rais, TAMISEMI. Sifa zake ni mwenye uzoefu mkubwa serikalini na katika usimamizi wa sheria. Anafahamika kwa msimamo mkali na utendaji wa moja kwa moja, na ni mtu mwenye uelewa mpana wa sheria za utawala na utumishi wa umma. Nguvu yake ni ana uwezo wa kutoa mwelekeo mkali wa nidhamu na uamuzi. Anaonekana kuwa na msimamo usioyumba. Profesa Palamagamba John Kabudi cheo chake ni mbunge na ni mwanasheria mkuu wa zamani wa serikali. Baadaye alikuwa waziri wa mambo ya nje. Sifa zake ni profesa sheria, msomi wa katiba na mwandishi wa vitabu, mtaalamu wa diplomasia na mazungumzo ya kimataifa. Ana uelewa mkubwa wa utaratibu, mikataba na sheria za kitaifa na kimataifa. Nguvu zake ni hoja nzito, lugha ya kisomi, msimamo wa kisheria, mtu wa mantiki na maelezo marefu yenye misingi ya kitaalamu. William Lukuvi sio jina geni. Cheo chake ni mwanasiasa mkongwe aliyewahi kuwa waziri wa ardhi, waziri wa mawasiliano na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu. Sifa zake: anafahamika kwa kutenda kazi kwa vitendo na kwa karibu na wananchi. Ana uzoefu wa muda mrefu katika serikali na bunge. Ni mtaalamu wa utawala wa usimamizi wa sekta za umma. Nguvu yake ni mwenye huruma, ushawishi wa kisiasa na anajua kusikiliza. Anaheshimika na pande mbalimbali za bunge. Mwanamama pekee aliyebaki ni Najma Multaza Giga. Ni mwenyekiti wa muda mrefu wa bunge anayejulikana kwa nidhamu na uthabiti. Stephen Masele ni mwanasiasa kijana mwenye mvuto wa mtazamo mpana wa kimataifa katika utendaji wa shughuli za kibunge na kiutawala. Amewahi kuwa makamu wa rais wa bunge la Afrika, Pan African Parliament PAP, nafasi iliyomweka kwenye majukwaa ya kimataifa na kumpa uzoefu wa kuongoza mijadala ya mabunge ya nchi mbalimbali barani Afrika. Aidha, amehudumu kama naibu waziri katika serikali ya awamu iliyopita, ambapo alionekana msukumo wa kijana aliye tayari kusikiliza, kujifunza na kusimamia majukumu kwa uadilifu. Kimtazamo na uongozi, Masele anajulikana kwa lugha pana, diplomasia, uwezo wa kujenga mahusiano mazuri na wabunge wa pande zote, pamoja na kusimamia mijadala kwa kuzingatia maadili na kanuni za kibunge. Mbali na hilo, anatajwa kuwa na uwezo mzuri wa kutafsiri mazingira ya kisiasa na kijamii, jambo linalomweka katika nafasi ya kupendwa na makundi mbalimbali ndani ya chama na bunge. Kwa kifupi, sifa kuu zinazomtambulisha ni uzoefu wa kimataifa kupitia bunge la Afrika, uwezo mzuri wa diplomasia na kujenga maelewano, historia ya utendaji kama naibu waziri, mtazamo wa kisasa na uongozi unaowakilisha kizazi kipya, umahiri wa hoja na usikivu katika mijadala. Kwa msingi huo, Stephen Masele anabaki kuwa mmoja wa wagombea wanaoibua mjadala mpana kwa nani anafaa kuliongoza bunge lijalo katika mwelekeo mpya. Kwa ujumla, safari ya kumpata spika mpya imebeba taswira ya mabadiliko, matumaini na mjadala wa mustakabali wa uongozi wa bunge la Tanzania. Kuondoka kwa Dr. Tulia kumeacha nafasi wazi ambayo sasa imejaa ushindani wa hoja, uzoefu wa maono kati ya waliobakia, iwe ni utulivu wa uzoefu wa Musa Zungu au upeo mpana wa kimataifa wa Stephen Masele. Uamuzi utaakisi si matakwa ya wabunge, bali pia mwelekeo na utazamo na taifa kwa miaka ijayo. Kazi sasa inasubiri vikao, kura na busara, na Tanzania yote inasubiri kuona nani atakayeinuka kushika kiti hicho chenye heshima na uzito mkubwa katika siasa za nchi.
Tusubiri kuona. Niliyokuandalia na kukusomea makala hii, jina langu ni Zakia Nanga kutoka Mwanahalisi TV. Kwa haya na mengine mengi, usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii @Mwanahalisi TV. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.